Bismillahirrahmanirrahim. Tukiwa tunaendelea na 10 la 3 la mwezi mtukufu wa Ramadhani, 10 ambalo ni la kuepushwa na moto. Mwenye akili yenye mazingatio hatochezea nafasi adhimu ya kujiongeza katika uchamungu, kwani kile kikimbiwacho na wengi ni adhabu hiyo ngumu kupita aina zote za adhabu. Huwa mpuuzi yule mpuuzaji wa jambo la faida yake mwenyewe, akidhani imetosha yeye kuwa Muislamu, anajua kusoma Qur'ani na anafunga na kusali, basi akapuuza adhkari, akazidogosha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana inatosha juhudi yake, akasahau rahma za Mwenyezi Mungu. Ni vizuri kujielewa kwanza kwamba bila ya rehma ya Allah, mafikio yake mwanadamu baada ya kuisha uhai wake asijipangie. Ndani ya fikra yako au yangu tusidhani tu kuwa kuitwa Waislamu basi ni utoshelezi wa njia nyeupe kisha peta mtu huyo kwa misemo ya mitani. La, hakuna kupeta maadamu hujajua siri zilizofichwa na Allah ambaye hakumshiki kusinzia wala kusahau, maana kaviumba yeye vyote, na ni kiburi cha kinadharia pale unapojigeza wewe na kadari ya Allah kukupa upendeleo maalum wewe au mimi. Ishi na nadharia ya hofu na udhalili kwa Allah, maana wewe na mimi ni wahitaji, ni watiwa uhai na umauti, hata kama hatupendi kufa, tukisahau kuwa kufa kulitangulizwa kabla ya uhai, bali tumejisahau na wala hatuisomi historia yenyewe ya ilikuwaje hata nikawepo. Ni kwa sababu hiyo basi ndiyo maana pamoja na kutimiza faradhi na sunna mbalimbali, wapo ambao usingizi wao wameuhajiri kwa muda ndani ya pinga la usiku wakiwa faragha na Mola wao. Hao ndio wenye nyoyo za kutafakari, macho ya kweli yenye kuona na masikio madhubuti yenye kusikia. Hili baadhi yetu wapo katika itikafu, baadhi wapo huko Maka wakifanya umra, na wengi wetu wapo katika kuzidisha ibada, maana mwezi wa machumo mema sasa unatuaga. Ni ajabu pale gati lile tunaliona, baadhi wanachupa chumvini, wameshachoka. Ndio hao waliokwisha kuiaga tarawehe, mistari ishapungua misikitini na majiani ni vikumbo tu. Sikukuu imetangulizwa na baraka za hili 10 ambalo la kukithirisha ibada, 10 la Lailatul Qadri limewekwa nyuma. Na si ajabu baadhi ya ndugu zetu Waislamu ndani ya 10 hili la machumi ya akhera basi wamo kupiga bajeti ya kreti ngapi ya pombe watauza kwa siku, na wachezao kamari nao pia wamo katika dunia ya kufutana na kudhulumiana. Yasiwakeri haya, ni mapenzi ya kukumbushana na kuzinduana. Asiyekupenda atakusaliti ili akuangamize. Shetani sasa anawaandaa wafuasi wake, wewe na mimi tusiwe pamoja nao, lakini tuwaombee dua Allah awazindue, Allah awahidi, na hatupaswi kuwalaani, bali na wao wasitafute laana ya Allah kuwarudi. Ni ujinga mtu kuharibu amali zake nyingi za kheri alizozifanya tokea mwanzo wa mwezi huu mtukufu. Huenda alikuwa anafunga lakini haimo moyoni mwake. Basi ndugu yetu, linda amali zako, ni faida kwako, na hatabeba mbebaji mzigo wa mtu mwingine. Kipato cha dunia ni kidogo mno, ndio maana ukaambiwa amini yaliyo ya ghaibu, ndipo hapo utajaza imani katika kifua chako. Kama hapa duniani yako yanayofurahisha macho yako, basi akhera hayana mfano wake. Si maneno ya kubeza, kwa kuwa sasa una akili, lakini jua kuwa ulikuwa tone la maji ya uzazi, na mkumbuke muumba wa maji yale ambaye kayatia uhai, basi ndiye atayeondoa uhai wako na wangu baada ya muda wa kila mmoja alivyopangiwa. Tujitahidi sote kuzidiriki siku zilizobakia kwa kuongeza amali zetu njema, bali wale ambao wanajiandaa na kubajeti kuandaa ulevi, kamari na ufasiki mwingine, ni dhahiri Allah huangalia yaliyo vifuani na sio sura zetu. Basi kwa siri hiyo tujiulize, tumo katika wasamehewa au tushafeli kwa iliyomo tu katika nyoyo zetu ambayo Allah kisha yajua?